Karibu kwenye Tikitaka za Sporti hapa Radio Mambo, ukisimamiwa nami Richard Ida. Tukianza na matokeo ya kombe la dunia ni kwamba mechi za mwisho za hatua ya makundi siku ya Jumamosi, England ilimchapa Mwana-Balma magoli 2-0, Croatia ikimchapa Mwana-Ghana magoli 2-1, huku kwenye kundi la K Colombia walitoka sare tasa na Portugal, DRC Congo wakimchapa Uzbekistan magoli 3-1. Kwenye kundi la J Algeria walitoka sare ya mabao 3-3 na Austria, Jordan wakipigwa magoli 3-1 na Argentina. Timu 9 kati ya 10 kutoka Afrika zilifuzu hatua ya 32 baada ya Tunisia kuondolewa kwenye hatua ya makundi. Na hapo jana South Africa walibanduliwa kwenye mashindano hayo ikiwa ni awamu ya 32 baada ya kuchapwa bao 1-0 na Canada, bao ambalo lilifungwa na Steven Estagiu dakika ya 92. Hivyo basi timu mbili kutoka Afrika kati ya 10 tayari zimeaga hayo mashindano. Leo saa 2 usiku Brazil wanapiga dhidi ya Japani, saa 5:30 usiku Japani wacheze dhidi ya Paraguay, akisha saa 9 alfajiri Netherlands wapige dhidi ya Morocco, ikiwa ni hatua ya 32 na mtindo wa maondoano. Kumbuka kwamba mwenye atakuwa anapigwa atakuwa anaenda nyumbani. Tukisonga mbele ni kwamba klabu ya FC Leopards wamekuwa na mkutano wa mwaka almaarufu AGM jana katika ukumbi wa Nyayo Stadium Basketball Gymnasium, ambapo viongozi walijadili katiba mpya ya klabu na uteuzi wa ukaguzi wa hesabu huru. Mwenyekiti wa FC Leopards Boniface Ambani aliwaambia mashabiki wasahau kuhusu kipande cha ardhi cha Kasarani kilichotolewa zamani na hayati Rais Daniel Moi, akieleza mchakato huo umekuwa na ucheleweshaji mwingi wa hati miliki na sasa klabu itatafuta ardhi badala ya kujenga miundombinu yao wenyewe. Na tukisonga kwenye tetezi za uhamisho gaibuni ni kwamba Robert Lewandowski amekubali kujiunga na Chicago. Makubaliano yamefikiwa kati ya pande zote mbili, huku Lewandowski akitarajiwa kusaini rasmi mapema wiki hili baada ya kutembelea Chicago siku 15 zilizopita. Mshambuliaji huyo wa Poland ameondoka Barcelona kama mchezaji huru ama ukipenda free agent baada ya mkataba wake kukamilika pale Barcelona. Tukisonga mbele ni kwamba Benfica imekubali kusaini Clement Lenglet kama beki wakati kutoka Atletico. Beki huyo wa Ufaransa amekubali mkataba wa miaka 3 na atasaini rasmi hivi karibuni baada ya mkurugenzi Mario Branco kukamilisha makubaliano hayo. Na mwisho ni kwamba Ian Diomande ameamua kujiunga na Paris Saint-Germain. Mchezaji huyo amefanya uamuzi wa kujiunga na klabu hiyo ya PSG akivutiwa na mradi wa klabu hiyo kuliko Liverpool na vilabu vingine vya England kama vile gazeti la Athletic linavyoeleza. Kumbuka kwamba PSG imepiku Liverpool katika mbio za kumsajili Diomande, huku mazungumzo kuhusu masuala ya mkataba tayari yakiwa yameanza. Na huo ndio mwisho wa Tikitaka hapa Radio Mambo, ukiletewa nami Richard Ida.